kuna huyu mchizi anaitwa Edward, kijana fulani maisha mazuri, anaishi kwenye nyumba nzuri, gari kali ya kutembelea ikiwa na dereva wake ipo, yani hana njaa. Basi mida hii anatoka kwenda kwenye shughuli zake, mlinzi akapunga mikono mingi kisha akafunga geti akarudi kuendelea na shughuli zake. Baadaye kidogo kuna dada mmoja akaja hapa nyumbani. Huyu ni mtoto wa mlinzi anaitwa Unwana. Mzee baada ya kumuona binti yake hivi akakosa nguvu kabisa, hadi akatupa alivyokuwa kavibeba. Kisha akamsogelea akamkagua vizuri akagundua kwamba ni mjamzito. Unwana huko analia maskini akala magoti chini. Anamuomba babake msamaha, mzee anamwangalia tu. Basi baadaye mfanyakazi wa ndani anaitwa Helena akawa anamuomba mzee amkubali tu mwanae, kilichotokea kimeshatokea, hakuna namna. Mzee akawa wa moto mno, hataki kabisa kuelewa. Akaanza kumvuta Unwana kwa nguvu akaja kumtupia huku nje. Unwana akaanguka vibaya. Mzee akaendelea kumtupia maneno tu kwamba amehangaika sana kuwatunza toka wadogo yeye na dada yake, halafu leo hii anamletea mimba. Wakiwa hapa Edward akatokea, akashuka kwenye gari akauliza nini kinaendelea hapa? Halafu huyu si binti yako? Haya muangalie eti ni mjamzito, ananiletea aibu mimi. Mzee akamwaga laana nyingi mno kisha akaondoka. Washikaji ikabidi wamnyanyue ili wamfikishe hospitali mapema. Wakafanikiwa kumuingiza kwenye gari kisha wakaondoka naye. Basi siku kadhaa mbele Unwana akaruhusiwa kutoka hospitali, hivyo akarudishwa hapa nyumbani. Akajaribu kumshika babake, mzee amtaki, anatoa mkono tu. Edward akamwambia Helena muingize Unwana ndani, watakaa naye hapa mpaka atakapokaa sawa. Basi bana, kesho yake mida asubuhi Edward akaamshwa na kelele za mzee anamfokea Unwana. Ikabidi ashuke. Kwanza akatuliza lile ghasia, kisha akawaambia wote waingie ndani ili waongee vizuri, kuna maswali anataka kuwauliza. Washikaji wakaingia ndani. Humu ndani Unwana akaelezea stori ilivyokuwa. Mzee wake akawa analalamika tu, yaani kwa nini huyo mwanaume amuache hivyo kirahisi? Naye kwa nini amruhusu amuache tu? Alafu sasa hivi anamletea hii mimba, kwa nini yake? Huu ni upuuzi kabisa. Shule umeacha, haya mama yako huko kaburini anaona haya yote, unafikiri anajisikiaje? Edward akaingilia kati akasema, nitamuoa binti yako. Atajifungua huyo mtoto na atamaliza masomo yake kwa level yoyote atakayotaka. Nataka kuuchukua huu mzigo kutoka kwako. Mimi hapa ni storyteller wako naitwa Iskonka na hii hapa ni E7 Beats. Subscribe na utano notification bell ili uweze kujiunga na familia hii kubwa. Basi mida usiku mwingi Unwana usingizi ya upandi. Akakutana na Helena anatoka jikoni kabeba kahawa mkononi. Nilidhani ulilala. Unwana akasema hapana, ana usingizi. Helena akasema au ni kwa sababu ya ombi la bosi wetu, ila sio lazima ukubali kuolewa naye. Lakini ndio hivyo, babako anataka uolewe. Kwani una wasiwasi naye? Unwana kimya. Basi unaonaje ukaongee naye mwenyewe umwambie ukweli? Hii kahawa ni kwa ajili yake? Helena akasema ndio. Samahani kwa kuuliza, lakini kwa nini unampelekea kahawa usiku? Helena akasema bosi wetu anafanya kazi sana, kila usiku, kila mchana, kwa hiyo hii inamsaidia kutuliza akili. Basi Unwana akaomba ampelekee mwenyewe. Helena akampatia. Kweli mzee, kahawa ikafikishwa chumbani. Chiza akashangaa, Helena yuko wapi? Na kwa nini unafanya kazi yake? Unwana akasema kaomba mwenyewe kuifanya, kisha akaweka ile kahawa kitandani akageuka aondoke. Chiza akasema nilidhani unataka kuongea na mimi ndio maana ukaomba kuleta hii kahawa. Unwana akageuka. Mchizi akasema kama hii ni kwa sababu ya ombi langu la ghafla, basi una haja ya kuhofia. Lakini pia kama utakataa ombi langu kwa sababu bado unahisia, nitaolewa na wewe bosi. Basi bana, washikaji wakakaa kikao. Edward akaweka wazi kwa kila mmoja kwamba Unwana akakubali kuolewa naye. Wakafurahi sana pale. Edward akamuita babake Unwana akasogea, kisha akampatia funguo za nyumba yake mpya ahamie huko. Hawezi kumwajiri baba mkwe bana, lakini pia atamtumia pesa za mtaji akafungue biashara yoyote atakayotaka. Helena akafurahi kishenzi. Mzee naye akashukuru sana mpaka akamkombatia binti yake. Basi bana, Unwana akaanza kupendeza, kliniki anapelekwa na gari na nini, maisha ni mazuri. Miezi miwili mbele Unwana akashikwa na uchungu. Helena akishirikiana na dereva wakapambana kumfikisha kwenye gari, mwisho akafanikiwa, akaingia kwenye gari, wakatoka haraka haraka kuwahi hospitali. Na Unwana akafanikiwa kujifungua mtoto wa kiume. Miaka kadhaa ikapita. Sasa kumbe Edward ana mtoto wa kike mkubwa tu. Hivyo leo ndo anarudi kutoka nchi za nje huko ambako alikuwa masomoni. Basi makumbato na Helena pale na nini. Jina lake anaitwa Alexis. Mzee wake akatokea akamrukia. Edward anampenda sana binti yake na wanaelewana sana. Alex akamuuliza mzee wake unaendeleaje? Chizi akasema yeye anaendelea poa tu, sababu mkewe anamzingatia sana. Unwana akamuuliza safari yako ilikuwaje? Alex akujibu hilo swali akauliza mdogo wangu Andre yuko wapi? Unwana akasema yuko shule. Yuko boarding kwa sasa. Naweka kichwani kuwa Alexis anajua kwamba huyo mdogo wake Andre baba yake ni Edward. Basi wakaingia ndani pale mida usiku mwingi. Unwana akamletea chai Alexis chumbani kwake, kisha akamwambia kwamba hakuwa na uhakika kama angependa jinsi walivyompangia chumba, ila Auntie Helena alimsaidia kwa sababu yeye ndo anamjua vizuri. Lakini unakionaje, tumekipanga vizuri kama unavyopenda? Alexis akasema kuna chochote umesahau nikusaidie? Unwana ikabidi amtakie tu usiku mwema kisha akaondoka. Lile tukio lilimuumiza sana moyoni.
akaja huku kwa mumewe akamtengea chai vizuri, kisha yeye akajitupia kitandani. Mchizi akashangaa, leo vipi, haijai kutokea hii. Basi dharau zikaendelea. Alexis akawa pokea hata salamu za Unwana, anapokea tu simu ya boyfriend wake, mara mpamia akiwa anatoka auti. Lakini pia Alexis akawa anamsisitiza sana baba yake afanye mchakato akamuone mdogo wake Andre, au ikiwezekana wakamwombee ruhusa arudi hapa nyumbani akae kidogo, hajamuona kwa muda mrefu eti. Mzee akamkubalia ombi lake na siku kadhaa mbele wakaenda kumfuata Andre shule, wakarudi naye nyumbani. Sasa kuna siku Edward akampa taarifa mkewe kwamba kuna wawekezaji waliingia nao mkataba kwenye kampuni za kutengeneza dawa, hivyo wameamua kutuma mwakilishi wao ambaye atakuja kusimamia kila kitu, hakikishe kinakwenda sawa, na atakuja naye hapa nyumbani, kwa hiyo waongeze kilo za chakula kidogo. Unaona, akasema sawa, hakuna shida kabisa, kisha akarudi jikoni kuendelea kupika. Sasa ile mzee anataka kuondoka hivi, Alexis akamsimamisha, wakasalimiana pale, kisha akamwambia kwamba boyfriend wake atakuja Lagos ndani ya siku 2 na anatamani sana akutane naye. Mzee akashangaa, boyfriend? Mimi sikujua kama una boyfriend. La mwisho akasema kwamba akimaliza mambo yake atakutana naye tu, kisha akaondoka. Basi mida jioni Edward akarudi na mwekezaji wake nyumbani. Ile anaingia ndani hivi, Alexis akasema mpenzi, kisha wakakombatiana pale. Unaona jicho likamtoka huyo. Unafanya nini hapa? Si ulisema utakuja Nigeria siku 2 zijazo? Ndiyo. Unakaribishwa bosi. Asante. Oh mpenzi, hiyo ni kwa sababu nilitaka kumaliza kazi zangu zote. Mzee akashangaa sana, nini hiki? Na wewe unafanya nini hapa? Nafanya nini hapa? Hapa ni kwetu na huyu ni baba yangu. Sebule ilikuwa ya baridi. Edward hakuona kama ni jambo kubwa sana, si ana roho ya kizungu, kwa hiyo hizi kwake anaona ni surprise tu. Akamvuta mkewe pale, kisha akamtambulisha kwa Mchizi. By the way, huyu jamaa anaitwa Darlington. Mchizi akampatia mkono Unwana. Unwana akasita kidogo, lakini akauchukua. Anaonekana kabisa yuko sawa, itakuwa kuna kitu. Alexis akamchukua boyfriend wake kwenda kuongea naye kidogo, alafu atarudi kula. Kufika huko koridoni, Alexis akawa anamforce Mchizi akubali walale wote chumbani kwake leo, kammisi sana. Mchizi naye akakubali, si unajua tena akili hana. Basi mida usiku mwingi, unaona usingizi ya upande anawaza tu. Na hapa ndo tunajua kwamba yule Darlington ndiye aliyempaga mimba na kumkimbia. Hivyo haelewi kwa nini yuko hapa sasa hivi. Atakuwa na lengo gani huyo? Kesho yake asubuhi wakapishana kwenye ngazi, wakakatana jicho hao. Siku nyingine tena Mchizi akamchukua mwanaye akaanza kumuombea. Unaona akatokea akamkwapua mwanaye. Kwa nini unamwombea? Kwa nini unamwombea? Si mtoto huyu uliyemtelekeza ateseke? Unathubutuje wewe? Wewe sio Mungu na pia wewe sio baba yake. Kisha akaondoka na mwanaye kumpeleka shule. Alivyorudi jioni, Mchizi akambananisha ukutani kwa nguvu, kisha akamwambia cha kwanza inabidi aache hiyo tabia ya kujifanya kwamba hamjui. Alafu cha pili akamwambia hivi, unaona unachofanya? Unataka kunikera sio? Ndiyo nakukera. Tulia. Usijaribu hata kidogo. Kwa hiyo unataka kuniweka mbali na mwanangu sio? Huko. Upo kwenye nyumba ya mume wangu na huko hapa kwa vigezo viwili tu. Cha kwanza kama mwekezaji, cha pili kama boyfriend wa binti yake. Kwa hiyo usijaribu. Narudia tena usijaribu, kwa sababu ukijaribu utajutia na kuapia. Niache. Kisha akaondoka akaingia zake chumbani akafunga mlango. Kutokana na hilo tukio, Darlington akaamua kuhamia hotelini tu. Ile tukio lilimkera sana Alexis. Kesho yake Unwana akamfuata Alexis hapa nje, akaanza kumuuliza alikutana vipi na Darlington, maana yule sio mtu sahihi kabisa kwake. Kwa akili ndogo ya Alexis akazani kwamba Unwana anamtaka bwana wake na ndo maana anataka kuwagombanisha. Basi akamtolea maneno machafu pale, akamtukana sana. Muda huo mzee anashuhudia kwa mbali jinsi mwanae alivyo hana adabu kwa watu wazima. Baada ya matusi kikaondoka kikarudi ndani. Unwana naye akapita pembeni akaenda nyuma ya nyumba. Lakini licha ya hayo yote, Unwana hakuacha kumzingatia Alexis kama binti yake kabisa. Na kuna siku Unwana akapiga simu shuleni kuambia walimu waongeze ulinzi kwa Andre, wasiruhusu mtu yoyote kwenda kumtembelea zaidi yake yeye na baba yake ambaye ni Edward. Sasa mwalimu akasema sawa, hakuna shida. Basi bana, Darlington naye hakuacha kuja hapa nyumbani na kuanza kumdai Andre kijana wake. Yaani Mchizi sijui anatoa wapi nguvu za kudai mtoto wakati yeye mwenyewe aliwakimbiaga. Unwana akamchimba mikwara mingi kwamba kifuatacho anaenda kumshtaki, kisha akamfukuza ondoke hapa nyumbani. Mida usiku Alexis alivyorudi, Unwana akaona amwambie ukweli tu wa mambo, kwani Alexis anamwamini sasa. Anaona huu lengo lake ni kutaka tu kumgombanisha na boyfriend wake. Unwana akaendelea kuongea naye. Cha kwanza kabisa akamwambia baba yake sio baba wa Andre mdogo wake. Alexis akastuka, ndo akatulia sasa, wakakaa kuongea vizuri. Unwana akamwelezea jinsi ilivyokuwa, alivyopata ujauzito, Darlington kumkimbia, baba yake mzazi kumkataa mpaka Edward akamkubali. Baada ya stori kuisha, Alexis akacheka kishenzi. Yeye bado anadhani hizi ni stori za kutunga tu ili amwachanishe na boyfriend wake. Unwana ikabidi amuache tu kwanza. Akajipanga tena, akaja na mpango mpya, akampigia Darlington na akamwomba wakutane ili waongee vizuri. Mchizi akakubali. Basi kweli mzee, washikaji wakakutana huku pembeni ya mji kidogo. Sasa alichokifanya humu ndani ya gari, Unwana akajilegeza kama vile uko tayari kumsamehe jamaa kwa kila kitu, kisha waendeleze mahusiano yao ya zamani. Hivyo mshikaji akajikuta anaropokwa mpaka mipango yake yote kwamba ampendi Alexis, alimtumia tu kama njia ya kumfikia Unwana na mwanae.
Mchizi akatiririka kishenzi, unaambiwa Unwana anamkubalia tu. Basi wakaagana pale, mchizi akaondoka. Sasa kumbe muda wote ule wanaongea alikuwa na rekodi yale mazungumzo kama ushahidi, hivyo akanyanyua simu yake akapause. Alivyorudi nyumbani akamsikilizisha mume wake. Mchizi akamuuliza sababu ya kufanya yote haya ni nini. Unwana akamwambia alifanya hivyo ili aje kumthibitishia Alexis kwamba Darlington sio mwanaume sahihi kabisa kwake, anachofanya ni kumchezea tu, lakini pia akafanya hivyo ili mume wake ajue ni mtu wa aina gani anayefanya naye biashara. Basi mabusu na nini. Kesho yake Edward akamwalika Darlington hapa nyumbani, wakakaa wote wanne hapa sebleni kwa ajili ya kikao. Sasa kumbe Edward alikuwa anajua kila kitu kinachoendelea toka mwanzoni kabisa, kwa sababu alihaki simu ya mke wake. Kwa hiyo meseji zote kutoka kwa Darlington zilikuwa zinafika kwake, kwa Unwana zilikuwa ziendi. Mchizi alikuwa anatuma meseji nyingi sana za vitisho, lakini pia Edward alijua kwamba Darlington alishawahi kuwa na mahusiano na Unwana hapo awali. Alexis hakuamini anayoyasikia, anapiga kelele tu. Mzee akamwambia mkaa chini. Alexis akakaa. Edward akaendelea kusema kwamba aliajiri wapelelezi wa siri wampeleleze kuanzia familia yake, marafiki zake, sehemu yake ya kwanza kufanyia kazi mpaka mahusiano yake. Mwisho akaiplay ile voice ambayo Unwana alimrekodi kwenye gari. Hapo ndo Alexis akaamini alikuwa anadanganywa tu. Pause hiyo sauti. Mimi ni baba tu ninayejaribu kupambania familia yangu. Alafu nilihisi tu kuna kitu kiko sawa ile siku ulivyoniambia tukutane. Sijui kwa nini sikufikiria. Alexis anazidi kuchoka. Subiri kwanza. Mbona hata upingi chochote? Mchizi akasema hakuna cha kupinga hapo. Kila kitu ni kweli. Alikuja kwa ajili ya Andre. Alexis akanyanyuka kwa hasira akaondoka kaenda chumbani. Darlington akaanza kumdai mtoto wake. Edward akamwambia nini wewe? Nani unamuita mwanao? Mtoto gani unayemwongelea? Una uchafu mwingi sana wewe. Wizi, utapeli. Unatakiwa kusafisha kila kitu kabla hujaje kusimama mbele yangu na kuanza kumuomba mwanao. Darlington akamsogelea kisha akamwambia, nimesema namtaka mwanangu, la sivyo nitakurudia we mzee na nitakuonesha mimi ni nani. Edward akamsukuma huko akampiga ngumi, unataka kuletea ujinga nyumbani kwangu? Basi bana, mida usiku mwingi familia nzima ikamvamia Alexis chumbani kwake. Wakamkuta analia kishenzi, yeye mwenyewe anajutia. Mzee akamwambia akamfunga Darlington kwa sababu ni tapeli tu. Basi wakaombana misamaha mule chumbani, hasa Alexis akamwomba msamaha Unwana kwa mambo yote ya ajabu aliyomfanyia, matusi aliyowahi kumtukana. Anasema ni vile tu alitamani sana wazazi wake halisi wawe pamoja, lakini ilishindikana, na mwisho wa siku amegundua kwamba yeye ni mtu mwema sana kuliko kawaida, sababu aliona kitu ambacho alifanya siku ya kumbukizi ya kifo cha mama yake. Unwana akasema hakuna shida, kamsamehe kabisa, na kama ana njaa mwambie tu aingie jikoni akampikie. Unwana ana moyo safi sana. Alafu watu kama Unwana waga wanaishi maisha mazuri sana. So maisha mazuri ya kwamba pesa, hapana, amani ya moyo. Yaani anakuwa na experience maisha halisi yanavyotakiwa kuwa. Tofauti kabisa na mimi na wewe ambao tunakombatia mavitu mpaka anatubadilisha tabia. Na hapo ndio inakuwa mwisho wa hii movie inaitwa Deep End. Niandikie maoni yako hapo chini, unaionaje hii kazi? Mimi hapa ni storyteller wako naitwa Iskonka. Tukutane kwenye video nyingine. Bye. Tuna stress na life wesimami tu inasonga. Movie kali pekee ndo inaweza roho ikakonga. Hauelewi movie ndefu lugha zinagonga. Save time, hii 7B storyteller konka. Wezi cheki movie moja toka juzi, muda hautoshi na unapenda movie. Tayokata kiu yako ni E7B. YouTube channel ni moja tu E7B.